Moyo wako unafaa ubadilike. Haleluya. Masao ya dhambi yatapatikana tena. Hapa ndio tunaanza kuona maisha matakatifu. Tunaanza kuona maisha ya imani. Tunaanza kuona haki ikitenda kazi. Tunaanza kuona matendo. Tunaanza kuna Yesu akiingia bila anabadilishana maisha. Sasa unaanza kuona maisha yamebadilika. Huyu mtu alikuwa mwizi, yeye ni mwaminifu. Huyu mtu alikuwa mkora, sasa ni mwaminifu. Huyu mtu alikuwa mserati, si mserati tena. Huyu mtu alikuwa mlevi, si mlevi tena. Yesu akiingia katika moyo wako, anabadilisha moyo wako. Na hapo unaanza kuishi maisha matakatifu. Haleluya. Haleluya. Tamaa iko kwa wenye dhambi. Tamaa iko kwa wenye. Ukiwa mwenye dhambi uko na tamaa. Sawa sawa? Na ukiokolewa bado uko na tamaa. Walio wa Kristo Yesu wamesulubisha mwili pamoja na tamaa zake na mawazo yake mabaya. Ukiwa wa Kristo umesulubisha nini? Mwili na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Kwa mfano, nani anaweza tamani ndugu yake ama dada yake? Uko tuseme kwa mfano kando yako umeketi na ndugu yako ama umeketi na dada yako. Unaweza mtamani? Unaweza mtamani? Tuseme kando yako umeketi na mtoto wako wa kike ama wa kiume. Unaweza mtamani? Mbona huwezi mtamani? Sasa umekaa kando yako kuna ndugu na kuna dada ambaye ameokolewa kama wewe, ametakaswa kama wewe, amesaliwa, amekuwa mwana wa Mungu. Mkiwa karibu na yeye, unaweza mtamani? Ongea ukweli. Unaweza mtamani? Bado unamtamani. Kwa sababu gani? Huyu aokolewa, dhambi iko ndani ya moyo wako. Juu kama umeokolewa na umeelewa huyo ni ndugu yangu, huyu ni dada yangu, utakuwa na tamaa na yeye. Kama huwezi tamani ndugu yako ama dada yako wa damu, mbona usitamani, mbona unatamani dada yako wa damu ambao mliosaliwa na yeye na damu moja ya Yesu Kristo? Ukiona kuna tamaa ndani yako, jua ya kwamba wewe ni mwenye dhambi. Haleluya. Dhambi inatoa tamaa, tamaa inatoa kitendo. Na Yesu akiingia ndani ya moyo wako, tamaa inakoma. Mbona Mungu aruhusu watu wa tamaa waingie katika ufalme wake? Mbinguni hakuna tamaa. Kwa sababu gani? Kwa mfano, ukienda katika familia ya tajiri, watoto wao wanakula vizuri. Akiona, kwa mfano, akiona unakula kuku, anaweza tamani? Kwa sababu gani? Alikula usiku, ameamkia asubuhi, hata ametandikwa akule, atatamani kweli? Juu kwake, kwao kila kitu kiko ndani. Pia wale wako ndani ya ufalme wa Mungu, pesa iko, amani ipo, utajiri upo, kila kitu kipo, nyumba sipo, masamba yapo, kila kitu kiko ndani ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Sasa wale wameingia katika ufalme wa Mungu, wamepokea kila kitu katika ufalme wa Mungu. Na ukisapokea kila kitu katika ufalme wa Mungu, utajihisi namna gani? Utajihisi tamaa. Haleluya. Mbona tamaa inaivuka ndani ya moyo wenu? Inatokana na dhambi. Inatokana na nini? Na dhambi. Na leo katika ibada ya pili tutasindi kujifunza bila tunaweza kufanya nini? Kukombolewa. Na bila tunaweza kuishi maisha matakatifu, bila tunaweza kuishi kama wenye haki, bila tunaweza kuishi maisha ya imani, bila tunaweza kupendeza moyo wa Mungu. Mambo hayo yote tutajifunza katika ibada ya pili. Pia mtazamaji wetu ambao unasindi kufuatilia, usibaduke, bado tuko
tuko hewani ili tukisindi kulinena neno la Mungu. Tutaingia katika kipindi kingine cha kusifu, kuabudu, alafu tutaweza kuingia katika kipindi kingine cha neno la Mungu. Kwa hivyo tutashukuru, tutaungana na wewe mpendwa mtazamaji, na hapa kanisani tushukuru pamoja. Mtakatifu mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya neema umetujalia Bwana wa majeshi katika ibada hii ya leo kulinena neno lako, na kila mmoja amesikiza neno lako. Hata wale wanatufuatilia Bwana wa majeshi wakiwa nyumbani, wakiwa mahali popote walipo, wakiwa kwa mahoteli, mahali popote walipo, wanasindi kufuatilia neno hili. Hebu neno hili likawe msaada na manufaa katika maisha yake. Pokea utukufu na sifa kwa sababu utasaidia kila mmoja Bwana wa majeshi kuelewa moyo wako ulioweka katika neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Sema amen. Mungu awabariki, Mungu awatende mema. Kwa hivyo mtamalizia hapo kiongozi wa mkutano. Makofi zaidi. Kwa hivyo tumebarikiwa kwa neno la Mungu na tumefika nafasi nyingine muhimu zaidi ambayo tumefika kupumzika kwa muda dakika kama 5-10, alafu tuweze kurejea katika ibada yetu ya pili. Kwa hivyo mtazamaji, tunaenda break ya dakika 5, alafu tunarudi tunaendelea katika ibada yetu ya pili ambao tutakuwa na nafasi ya kusifu Mungu, ya kuabudu, na pia wanakwaya bando watasindi kutuimbia, na mchungaji atachukua nafasi tena aweze kusindi kutuendeleza kwa neno ambalo Mungu ameweka ndani ya moyo wako. Kwa hivyo nakualika siku ya leo ikuwe siku ya baraka katika maisha yako, na usindi kutufuatilia na Mungu atasindi kukubariki. Kwa hivyo ningeomba sasa tushangilie vizuri juu ya hilo neno tumeweza kupokea, tukichukua nafasi ya mapumziko kidogo. Kwa hivyo nataka tushangilie vizuri. Kama umepokea neno la Mungu ndani ya moyo wako, nataka ushangilie vizuri, si ndio? Jiandae vizuri sasa kufurahia Mungu. 1 2 3. Asante sana. Kwa hivyo mtazamaji, karibu tena katika ibada ya pili. Tuko na mapumziko ya dakika 10. Tunarejea tena katika kuendelea na ibada zetu. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Hallelujah. Hallelujah.